wakati yenye tuko hiyo manini yetu tunatumia viraka ama tissue ama mattress. Na tena kwa upande wa kuoga unaweza enda uombe mtu sabuni akwambie wewe chokora toka enda. Wazito TV. Wazito TV forever. Leo tuko hapa Bedena. SQ Bedena aje? Imekuwa siku mingi sisi tuonane. Last time tulionana ilikuwa kwa ile nyingine. Umekuaje? Imekuwa poa. Ndio sana, shukuru Mungu ametufikisha kwa hiyo nyingine tena. Kwa wale wako juu unaitwanga SQ ama the street president, si ndio? Naitwa SP. Oh, SC. Oh, street president. Yes. Yeah, so leo tutarajia nini kwa event? Najua vijana kwanza watakuwa na high discipline. Sababu the more vijana wana Burundi, the more discipline yao inaendelea kugrow. Hii event itakuwa celebration ya mashefa. Najua watakula, watakunywa na pia watavaa. Hiyo ndio matarajio ya mashefa siku ya leo kwa event. So unasema leo wanakula, wanakunywa na wanavaa. Na nimesikia pia kuna watu wanafaa. So wewe ukiangalia kuna mtu anaonyesha dalili anataka kusoma. Yes, street families wako tofauti. Kuna wenye wanatamani kusoma, kuna wenye wanatamani kufanya courses, kuna wenye wanatamani kutumia talanta zao. So hiyo life ya street ni kama tu life nyingine, wanahitaji masomo, wanahitaji afya, vitu kama hizo. Yes. So kwa wale watu wanaonanga street kids that ni watu wa kudhulumu watu, ni watu wa kusumbua watu, unaweza waambia aje? Naweza waambia street families ni watu kama watu wengine. Kitu ya kwanza, street families ni nguo imechafuka, sio damu wala akili. Sababu hata saa hii huyo mtu msafi mnaona akikatwa atatoa damu ya red tu kama huyo street family. Kitu kingine ni kuwa street families sio wale huwa wanasumbua, sio wale huwa wanaiba, sio wale wanafanya ni sababu mwizi akiiba anajitoa. Unanielewa, anakuwa na pesa. Lakini street families wenye wanalala kwa gunia, wenye wanalala nje, huwa hawana shida na mtu. Huwa wanajitafutia riziki yao kwa kuokota mascrap. Wengine siku hizi naona wanajikakamua, wanaenda kufanya mjengo, vitu kama hiyo. But sababu ni wachafu, hata wewe mwenyewe unaelewa. Tuseme mtu mchafu akiwa hapa msafi hapa simu ipotee, ni mtu mchafu watamwangalia. Hiyo ndio maisha street families wanapitia. But ni watu wazuri, wanaweza badilika, wanaweza kuwa watu wa maana kwa community ama society in general. Kwanza wewe umekuwa street kwa muda gani? Mimi nimekuwa street for 16 years. Government ikanichukua ikanipeleka National Youth Service, nikapata training kidogo. Baada ya kudischarge ndio nikarudi sasa, nikaamua wacha nirudi niongoze wenzangu. Maana hawana mtu wa kuwaongelea wakati wanadhulumiwa, hawana mtu wa kuwatembelea kwa jela, hawana mtu wa kuwapeleka hospitali, wanaelewa. So nikaamua kusimama kwa hiyo gap ya kusaidia wenzangu wenye walikuwa street. Okay, sawa, nataka waambie Favor kitu moja na wale watu wa Putting Smile on Them Foundation. Okay, Mr. Favor na Putting Smile on Them Foundation maze, kitu ya kwanza naweza sema ni asante, sababu nyinyi ndio kila mwaka mnakumbuka street families ikifika wakati wa Christmas. Nyinyi ndio mnakuanga watu wa kwanza kusababisha street families wa enjoy Christmas kama hao watu wengine. Kitu kingine ningependa kuambia, mtie mkazo, msiwachie hapo, na isiwe ni chakula na manguo ama ikuwe ni Christmas peke yake. Endeleeni kufightia street families, sana sana street girls. Unapata street girl ako na 16 years na ako na watoto wawili. Hao watoto bado analala nao nje. Mjaribu kuangalia wasichana wetu wenye wako street, na mjaribu kuangalia watoto wetu wale wadogo wenye wako street, na pia mkipata opportunity mjaribu kuangalia wale vijana wetu wa street wale wakubwa, angalau wapate makazi, wapate biashara, watoto waende mashule, wasichana wadogo wapate kitu kama SHA, vitu kama hiyo mambo na health, sababu huwa anapata shida sana wakati wa kujifungua. Unapata mwingine anaweza jifungia kwa street, yeye bado ni mdogo, sisi sio madaktari, hatujui vile tunafanya. So tunahitaji Put Smile on Them management yote ya hiyo foundation uweze kuangalia mambo na street. But so far tunawa big up sababu wamekuja na uongozi tofauti, sababu hata CEO mwenyewe Mr. Favor alikuwa street.
so anaelewa shida ya street families. Naamini ni vile bado ana uwezo, lakini Mungu akimpea uwezo, najua mambo na street itabadilika kabisa. Okay, so leo tutegemea unataka utaperform ama leo? By the way, leo nitaperform, yes. Isipokuwa leo sawa, tuanze niseme leo nitaperform. Yes. So guys, by the way, wacha tuachie hapo. Mnataka kusema kitu? Marzenyu. Majina yetu Regan. Okay, Regan, ungependa kufanywa nini? Mimi ningependa kusaidiwa. Okay, sasa. So guys, by the way, watu waongelee wasichana. Kuja ongelee wasichana. Unajua labda tunaweza ongea sisi wanaume wanaweza ongea. Hatujui shida za wasichana. Unajua shida ni gani mambo? Unaitwa nani? Naitwa Sofia. Nimekaa basic tangu 2017 mwezi wa 7. Na niko na watoto watatu. Unasema uko na watoto watatu? Na sasa uko na miaka ngapi? Niko na 25 watoto watatu. Wewe unatarajia leo putting smile fine. kusaidia kupata tuende shule. Watu wengine wasituone kama sisi hatuna watu. Bede, ni nini wasichana wanapitianga huko kwa street? Sisi tunapitia wakati yenye tuko hiyo manini yetu, tunatumia viraka ama tishu ama mattress. Na tena kwa upande wa kuoga, unaweza enda uombe mtu sabuni akwambie wewe chokora, toka enda. So unasema yani hata kuoga mwenyewe ni shida ukiwa kwa street. So ungependa bebe, unajua si nini peke yake inaona, si it's like si putting smile on them peke yake wanaona, pia government labda kuna watu kwa serikali labda wanaona, kuna watu pia wako huko nje wanaona but wanashindwanga wanaweza saidia aje. Lakini alafu pia huwa wanaogopanga that street kids wanaonanga ni kama street kids wanakwanga wanaweza wahamu. Wanaonanga ni kama sisi tunaiba but sisi hatuchukua kitu ya mtu. Like tukienda kuomba mtu kitu atunyime, alafu mtu hiyo kitu ipotea, wanasema tu niume amekuja kuomba hiyo kitu na ikapotea. Sasa wanakuja na zingizia machokora. But pole yako nini touching that. So guys, by the way, next time ukiona kuna putting smile on them, by the way unaweza uchangamke. So unaona venye street kids wanapitia huku nje. Watu wanaumia huku nje. It's like na hiyo ni kidogo tu wenye tunajua. So kuna mingi bado bado hakuna mtu ameamua kusema, but guys tuwaongelele na uchukulie street kid kama mtu mwenye kama mwenzako tu, mwenye kama binadamu mwenzako, si ati unawadhalilisha, ukiona unawafukuza nini. Kaa nao vizuri. Hii Christmas pia by them celebrate vizuri. So uko kitu kusema? Mimi upande wangu vile mimi kwa nasema sisi mashefa mtusaidie tupate hata pali pa kulala. Sisi tunakaa tunapigwa na baridi, naona tunalala hapo street. Nyewe vile kada dad vile amesema hivyo, vile ameongea ni ukweli, anasema ukweli, tusaidie nasi tupate pahali tunaweza tukajisaidia sisi wenyewe. Wengine wanakuja hapo street wanatuchokoza, unaona. Asa mimi upande wetu hata ndio vile dadedo amesema hivyo, pande hata nyumba tunakaa street. Hata mkitukombolea hata nyumba tutaishi tu. Okay, ukiangalia kati ya nyumba na kazi unaweza chagua gani? Yote tutafanya. Unasema yote? Hawezi ona kazi nitakuwa muhimu alafu utazasort nyumba. Hata nyumba. So guys, by the way uko hapo nje, by the way unajua venye unaweza ukafanya ile street mwenye uko karibu na wewe, whether uko Nairobi, whether uko Mombasa, whether uko Thika, whether Nakuru, place yote tu street kusaidia mmoja mwenye ako hapo, wote wanafurahia. Si hata kama mtu asaidika huko pia una feeling umeenjoy. Yes. Tunasaidia hivyo wote mmoja tu, ukishika mmoja mwingine ashike mmoja, watatoka street wote. Niaje? Unasema? So mimi nasema kwa vijana hapa hivi, hata wakisema vijana tu washikane wawili. Yaani watu washikane vijana wawili wapate tu, yani waishi wawili. Itakuwa umesaidia mahali fulani hapo, itakuwa umesaidia.
hapo itakuwa ametusaidia tu. Watu washikane hata kama ni watu wawili waishi kwa nyumba. Yaani watu toke kwa street tulale kwa varanda. Toke nje tuje wawili. Yaani tushikane kama uko na rafiki yako hivi mnashikana wawili. Okay, wewe ni nini mbaya ifanyikia kwa street bako ukasema, kama singekuwa kwa street ingenifanyikia? Ni ile struggle. Tuna struggle bana, si mchezo. Kuna mashida mingi hapa hivi na mtu hawezi kusaidia, unaona? Kitu kama hiyo. Sasa ndo naomba tu kama unaweza watu wawili tu, kama unaweza shikana watu wawili, kama unaweza tusaidia. Shikana wawili. Kwa t-shirt sina kama watu wengine. Kama watu wengine. So msanii. Wewe ni msanii. So by the leo tungoje leo tukutegemea perform si ndio? Mimi na acrobatic narusha mawe 3. So tungoje urushe hiyo mawe 3 tuonyeshe venye leo, tuonyeshe venye ujuzi yako sasa. Iko sawa. Iko sawa. Tutapatana hiyo baadaye, tutaona venye unaweza fanya nini. Toka wewe kama mimi. Nashukuru. Wenye wamekuja hapa. Sawa. So guys, by the way hapa tuko na mwingine atuambie akoje. Mambo? Kwa mimi ni Choroda Mkunyo. Nashukuru by the way kwa nyinyi wote wenye mnaletea chakula, manguo, but mtuone hata wengine huruma, watotoka wadogo waende shule nini. Nashukuru, but Kanjo pia naye wanatupiga town, wanatuchukua, wanatupeleka pale inaitwa Rescue Center, kufikisha huko wanatupiga, but hata watupati chakula. So unasema rescue isaidii kabisa, lakini kuna wenye wanaonanga huruma pale town, wanasema kwa nini wanapiga mtoto ya mtu. Unaona mimi pia nimezaa, pia watu wale wamezaa. By the way nini ilikufanya mkono? Mimi nilitereza mwenyewe, siwezi laumu, na nikaanguka na Kanjo ndo alikuwa ukiongelea madam. So sawa, acha tuone mwingine because leo mko wengi na bado nasikia wengine wanaendelea kukuja. So kuna mwingine? Mambo? Poa. Unaitwa nani? Mildred Michelle. Naitwa Mildred Michelle. Mildred Michelle, unasikiaje leo ukiwa hapa? Niko fit sana. Leo ni siku leo Putting Smile on Them Foundation wanasema leo ni siku yenu. Yes. So wewe unaona, yani it's like ungeambia nini watu wa organize Putting Smile? Sasa maisha imekuwa magumu kabisa. Sasa sisi chakula hatuna, mavazi hatuna. Tuko tu hivyo, tukuhangaika tulangazi. Kulala wapi kwa faranda nini, kupigwa. Nani anawapiga? Yaani Makanjo. Sasa tumekubali tukuje tusaidiwe. Sawa. So guys, by the way, venye umesikia watu wanapigwa huku nje. So kama ni Kanjo by the way, chukulia nikaa pia binadamu. Isikuwe tu ati ukiwaona unapiga, ukiona bora nguo imechafuka kidogo unampiga. Si kupenda kwake. Sasa hii hata kazi hakuna, hata wale wamesoma pia wana kazi. So mwachukulie tu vizuri. So until next time guys, so see you in the next video. Wazito TV.